Sogea karibu na runinga yako uifahamu Bifa Media, chemchem ya mafundisho. Karibuni wandugu, hii ni Bifam Channel. Mimi naitwa Rodaf, na kipindi cha hapo nyuma nilisema kama channel hii itawaletea vipindi vingi sana. Na kwa siku ya leo tumekuwa na kijana wetu, na kabla mimi sijasema jina lake, mwenyewe atajitambulisha yeye ni nani, anatoka wapi, na ana contribution yake mu community, anafanya kitu gani. Na baada ya hapo tutampa dakika 3 tu asalimu wa rafiki zake mahali popote duniani. Kwa hiyo karibu sana ndugu. Asante sana mpendwa, tunakupenda sana. Asante kabisa. Karibu. Kwa majina naitwa Jonathan na naishi hapa Shepparton, Victoria. Mimi ni mwimbaji wa gospel na tena naimba inspirational music. So kwa leo nina furaha sana kukuwa hapa kwenye Bifam Channel kwa sababu hii ni muhimu sana kwa jamii. Hii inaimarisha sana community kwa sababu tulikuwa natafuta sana vitu kama hivi, lakini hatukuwa navyo. La Bifam family wanavileta kwenye community, na hiyo ni furaha yangu sana. Tunashukuru sana, na kiwaza wapendwa wanakusikia na jina lako la Jonathan Junior, na kiwaza wataitia kichwani mwao wanaposikia muziki yako, na kiwaza watakukumbuka jina hilo. Sasa tunakupa dakika kama 2 kama una wapendwa wako ambao unaweza kuwasalimu mahali duniani popote. 3 tu kuwasalimu, na kiwaza watasikia gisi utawaambia na watafurahi. Salamu yangu ya kwanza imwendee mjomba wangu ambaye anaishi Marekani, na kupenda sana. Wa pili ni mamangu mzazi ambaye naishi naye, na kusalimu. Na 3 nasalimu familia yangu mzima. Ndio. Asante sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kujieleza, na kiwaza wamekusikia kabisa. Na ulituambia kama wewe ni unaimba, unaimba muziki ya gospel. Ndio. Tunayo labda watu wanapenda wajue ni kitu gani kabisa ambacho kilikugusa kabisa wewe kuanza ujitume kabisa kuanza muziki ya gospel. Hiyo ni story ndefu, lakini ndaiweka kwa kifupi. Turu ya kwanza mimi naanza kuimba muziki ilianzia kama TikTok. Nilikuwa naimba kwanza hivi ya mitani, and then kuna jamaa tu fulani alitoka tu from nowhere akaniambia naweza kusupport ku studio session. Nikasema safi sana. Akaniita. Turu ya kwanza nilikuwa kwanza siimbi gospel. Nilikuwa naimba hii nyimbo za kidunia, lakini nikakuya kona hamna manufaa. Nikaamua nibadili tu, nianze muimbia Mungu wangu, na nikaanza imba gospel, na njoo kwa sasa inazidi kuniimarisha na imani yangu inazidi kukua juu zaidi. Okay. Ndio. Na tunaweza kuuliza swali lingine. Unaona kazi yoyote ile iko utaface tu ma challenge. Sasa unaweza tuambia ni challenge gani ambayo unayo iface katika utuma huu wa kuimba? Challenge ni nyingi sana, kwa sababu ukiangalia especially mwi dunia ambayo tuko kwa sasa, shetani afurahi ukimtumikia Mungu. Challenge ni mingi, maana utaanza kuta maybe challenge za watu au magonjwa. Hizo ndio challenge, because nakumbuka kuna challenge moja ilinifikia, niko nyumbani nikapatwa na magonjwa, accident mbalimbali, lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilishinda hiyo challenge, hiyo jaribu nilishinda, na mpaka leo ningali hapa kumtumikia Mungu. Asante sana. Na swali lingine ni tunapenda tujue, kuna mtu ambaye alikuinspire wewe kuanza kuimba muziki? Swali zuri sana hiyo. Mtu ambaye aliniinspire mimi kuimba muziki, ndasema
haikukuwa ni mtu, ila ni mzazi wangu, babangu ambaye ameshatangulia mbele za haki. Kwa sababu kipindi nilikuwa mdogo alikuwa ananipeleka kanisani no apostolic, na nikaanza imba kuanzia hapo mpaka nakuwa sijachaka kuimba vya mkwaya, na hapo ndio kwenye nilianzia. Ndaanza sema ambali nipatia ile spirit ya kuimba, ndaanza sema ni mzazi wangu. Asante sana kabisa. Tunapenda kujua nakiwaza wewe mwimbaji kama gisi ulivyosema. Na nakumbuka na najua watu wengi ambao marafiki zangu, hata mimi mwenyewe wakati naenda kushawa, na watu wengi wamekuwa wameimba wakati iko mshawa. Na nafikiri na wewe binakufikia. Lazima. Na wewe kama mwimbaji, ni wimbo gani ambao wewe kabisa na wakati kuna shawa, ni wimbo gani nyo naimbaka? Normally na kuwaka kipindi, unajua kipindi uko na compose wimbo. Naweza kuwa niko tu mshawa, najisikia tu najifili niimbe hii nyimbo ya kwangu. Niseme ya kwangu, labda niko na compose. The way niko naimba mshawa, napata idea. Nikitoka mshawa, naweka tu instrument, naanza andika wimbo straight away. Okay. Mzuri sana kabisa. Na kuna swala ingine hapa, ni kusema una nyimbo nyingi tangia uanze kuimba hadi sasa. Ni lazima tu kuwe na wimbo mmoja ambao wewe mwenyewe unasemaka hii wimbo hii napendaka hii wimbo sana. Ni wimbo gani? Na tutapendelea unaweza kutuambia hata verse moja tu ya ile wimbo yenyewe wewe unapendaka nyimbo zako zote. Kujibu hiyo swali, nina nyimbo nyingi kwa sababu nyimbo zote za Mungu huwa nazipenda. Lakini kwa swali lako, kwa nyimbo ambao mimi naikubali kabisa inaitwa Mvua. Hiyo wimbo nimerekodi tu hapa recent, na hiyo nyimbo kabisa naikubali sana kutoka ndani ya roho yangu. Kwa nini? Kwa sababu ina ujumbe, vitu ambavyo nilipitia niliviweka ndani ya hiyo wimbo. Asante sana. Lakini unaweza tuimbia hata verse moja tuisikie. Wafans kule wako wanakusikiliza na wanapenda wasikie sauti yako. Unaona sauti hii ambao unaongelea hapa na sauti ambao uko na microphone unaimba iko tofauti. Unaona? Sasa hivi itakuwa vizuri sana na watafurahi kusikia unawaimbia verse moja hivi kama live. Unaona kama mtu uko sehemu moja na unaanza kuimba, mtu anakuwa na sauti nzuri kabisa. Iko tofauti kidogo na mtu ambaye anayotumikisha mic. Kwa unaweza tupatia hata verse moja ya hiyo wimbo, takiwaza kila mmoja atafurahi. Kuna shida. Utupe nguvu Baba, tufariji tena, maana neno lako ndilo nguvu yetu. Umenipima kwa upendo wako, kwa neema yako mimi nimeshinda, katika ziki ulininua. Wewe ni Baba unayeweza, wewe ni Baba unayeweza. Kwenye shida ulininua, ukanikumbatia Bwana. Naweza achia hapo? Asante sana. Hata mimi nimefurahi sana. Nimejazwa kabisa. Asante. Na kiwaza watakusikia kule dunia mzima, watafurahia kabisa hii wimbo na imani kama wataipokea vizuri. Kwa hiyo sasa, na wakati wetu ni fupi zaidi, lakini mbele ya kumaliza ninakuomba kama una neno nzuri sana ya kuambia wafans, watakusikiliza. Na watasikia maneno ambayo utawaambia. Sijui kama una maneno gani ambayo unaweza kuambia wafans wako. Neno ambao ndawaambia mafans wangu ambao wananifuatilia ni kwamba mwezi wa 10, mwezi ujao hapa kwa 12 June niko nakuja na EP yangu ambayo inaitwa Peace of Mind. Na wakaribisha sana kuisikiliza.
itatoka tarehe 12 wa mwezi wa 6, na pia bila kusahau, usisahau kunifollow kuma social medias zote platform. Naitwa tu kwa jina la Jonathan Junior. Na cha mwisho zaidi, usisahau kushare hii video, kulike na kucomment na kusubscribe, maana for more contents utazipata hapa kabisa. Asante sana, tunashukuru sana na tunakuomba utarudi tena. Uko kabisa karibu kwa channel hii, iko hapa kwa ajili ya community. Ukiwa na kitu ingine, karibu sana kwa kuja kuongelea ili wafans wako wapate kusikiliza vizuri. Asante, nashukuru. Na ndio tumefika mwisho wa kipindi hichi, lakini ninawaomba kijana huyu angali anaanza, na Mungu anatumikisha watu tofauti, na Mungu alimgusa. Alianza muziki ya kidunia ambayo tunajua kidunia, lakini Mungu alimgusa na akamgeuza na akaanza muziki ya gospel. Kama yeye muziki yake naye anafanya evangelization ambayo inaenda dunia kote, ninagusa watu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunasema, ndugu, mko mahali popote duniani, mkisikia channel hii ama sauti yake gisa alivyoongea, tafadhali sana, ni maisha ya leo ni kusaidiana, kusupport one another. Kwa hiyo gisa alivyosema, msupport, subscribe, mfuatilie kabisa, na utakuwa kabisa mtu wa kwanza kupata video zake. Anajitahidi kabisa, Mungu anamgusa kabisa, na nyimbo zake ni nzuri kabisa. Kwa hiyo ni vizuri mfuatilie kwenye channel yake, subscribe, comment na share, na hiyo itakuwa support kubwa sana. Support sio tu pesa, unapatia mtu pesa, lakini ukifanya hivyo utakuwa na mboost. Kwa hiyo tunawaomba tafadhali sana mfanye hivyo, na Mungu atawabariki. Ni kazi ya Mungu, na ukifanya hivyo na wewe una support ile injili, unaisukuma mbele. Kwa hiyo asante sana, na tunaamini kwamba mtaendelea kumfuatilia, na channel hii pia tunaomba pia subscribe, comment na kushare. Kwa hiyo ni kazi hiyo moja, kusapotiana na tusapoti, na comment zenu zitatusaidia sisi kwa correct mistake yote, au comment yako wewe inaweza kuja na inasaidia watu wengine mu community. Yote hayo tunaomba mufanye kazi kama hiyo, na itatusaidia sana.